tutahitaji pia kupata faraja kwa kupata kwa ufupi mwenzetu kabla mauti hajamfika, ni namna gani alivipiga vita mpaka kufikia umauti unapomkuta. Kwa kifupi tunasema historia ya marehemu. Kwa hiyo yule ambaye ameandaliwa kwa historia ya marehemu atasogea hapa mbele aje atusomee, ili kusudi neno itakapokuja kusomwa basi tuwe tuna kitu cha kujifunza katika maisha yetu haya ya kila siku. Yule aliyeandaliwa kwa ajili ya kusoma historia ya marehemu tunamkaribisha asogee hapa mbele. Asante. Wanakwaya wakwaya Ngosi, kama mko karibu mnaweza mkasogea mkatoa neno la faraja katika ibada hii. Karibuni. Wanakwaya Ngosi, kama mko tayari sogea hapa mbele. Asante. Kwa sababu ameshafika yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya historia na kuokoa muda wetu, basi nimkaribishe aweze kusoma historia ya marehemu, alafu baadaye mambo mengine yataendelea baadaye. Karibu sana. Shukuru sana. Tasoma kama ilivyoandikwa. Historia ya Elizabeth Nahwa Mvena, enzi za uhai wake. Kuzaliwa. Elizabeth Nahwa Mvena alizaliwa mwaka 1925 katika kijiji cha Ujindile mkoani Njombe, ambapo shughuli zake kuu zilikuwa ni kilimo na ufugaji. Ndoa. Elizabeth Nahwa Mvena aliolewa mwaka 1945 katika kijiji cha Ujindile mkoani Njombe. Baada ya kuolewa walihamia katika kijiji cha Kipaduka, ambapo aliendelea na shughuli zake za kilimo na ufugaji. Elizabeth alibahatika kupata watoto wa kiume na wa kike 11, wa kiume wakiwa 5 na wa kike wakiwa 6. Ugonjwa. Elizabeth Nahwa Mvena alianza kuumwa mwaka 2023 mwezi wa 6 baada ya kupata ajali akiwa katika shughuli zake za kilimo, ambapo aliteguka nyonga. Ajali hii ni kwamba alijikwaa akaanguka, ndio maana tunaita ajali. Baada ya hapo alikimbizwa katika hospitali teule ya Itunda kwa matibabu. Baada ya kupatiwa matibabu alipata nafuu na kuruhusiwa kurudi nyumbani ili aweze kuendelea na matibabu madogo madogo chini ya uangalizi. Kifo. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 12 2025 saa 7 mchana, hali yake ya kiafya ilibadilika na kukimbizwa katika hospitali teule ya Itunda, ambapo aligundulika kuwa ana tatizo la shinikizo la damu. Pamoja na matibabu aliyopewa, hali yake ilizidi kuwa mbaya, na ilipofika saa 12 kamili jioni, Elizabeth Nahwa Mvena aliaga dunia. Shukrani. Shukrani ziwaendee madaktari na wauguzi wote waliopambana kunusuru uhai wa marehemu Elizabeth Mvena. Pia shukrani ziwaendee ndugu, jamaa na marafiki kwa michango yao ya hali na mali enzi za uhai wake. Marehemu ameacha watoto 3, wajukuu 30, vitukuu 60. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tuko katika kutoa faraja, na walengwa ni sisi wote tulio hai katika siku hii ya leo. Historia hiyo inatupa faraja ndani ya mioyo yetu ya kwamba bibi yetu, ama shangazi yetu au mama yetu amevipiga vita vilivyo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu aliyekuwa anasoma historia ni mjukuu wake. Ina maana ya kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri. Na baada ya hapo kuna neno la faraja kupitia utambulisho.
na utambulisho utakuwa kama ifuatavyo. Ibada hii ya leo inaendeshwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ngosi, na yule ambaye atatoa neno ndio mchungaji wa mtaa wa eneo letu hili, kwa jina lake anaitwa Babu Warioba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nayeongea nanyi ni nikiwa mwenyekiti wa leo, naitwa Ezekiel Robert Jirungu, na aliye pembeni hapa anaitwa Mzee Sarufu. Hilo ndio neno la faraja kupitia utambulisho. Lakini si hivyo tu, tunaendesha ibada katika kijiji cha Ngosi kulingana na itifaki. Tutamkaribisha mwenyekiti wa kijiji, naye mwenyekiti wa kijiji atamkaribisha diwani, naye diwani atawakaribisha walio mbele yake. Itifaki itazingatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo mambo mengine ataenda kulingana muda ulivyotutupa muda mkono. Basi nimkaribishe mwenyekiti wa kijiji ili kusudi apate kuwakaribisha ngazi ya serikali kulingana na walivyotufikia katika kutia faraja kwenye msiba huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo. Basi karibu sana mwenyekiti wa kijiji kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Poleni na msiba. Kwa nafasi hii nichukue kuwakaribisha kwanza wananchi wote waliohusika kwenye msiba huu, lakini pekee nimkaribishe mheshimiwa diwani ili apate kutambulisha ugeni uliopo mbele yetu. Mheshimiwa diwani, karibu sana ili uendelee kukaribisha wageni waliopo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Poleni wafiwa wote. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutusogeza katika maeneo ya Ngosi siku ya leo. Lakini pamoja na kwamba huwa tunakuwa na huzuni baada ya mtu kufa, lakini kuna wakati tunahitaji kumtukuza Mungu. Nilikuwa nafanya hesabu ya haraka hapa kwamba bibi yetu ameishi karibu karne moja. Hii ni neema ya pekee. Na ni namna gani amepiga vita, yeye anatambua. Kwa hiyo ni namna gani wajukuu na watu wengine tumejifunza kutoka kwake. Basi vile tumeona ameishi, basi na sisi tuendelee kumuomba Mungu atujalie tufike hiyo miaka ambayo mwenzetu amefika. Kiukweli mimi binafsi nimekongwa moyo sana, kwa sababu maneno ya Mungu yanasema miaka 70, bibi 100. Ni mtu aliyebarikiwa sana. Basi niwashukuru sana, lakini mshukuru mheshimiwa mwenyekiti kutupa nafasi. Niwashukuru sana kanisa kwa ajili ya kuendesha ibada. Mungu awabariki sana. Niwashukuru wa Tanzania wote tuliokusanyika eneo hili, lakini kubwa sana kwenye eneo hili leo tunaye mheshimiwa mbunge ameona ni vizuri ambatane na sisi kwa ajili ya msiba wa leo. Ndugu zangu, hii ni faraja kubwa sana. Mheshimiwa mbunge kwenye utawala wake jimbo la Kilolo na zaidi ya vijiji 100 na kuna misiba iko mingi. Kilala Kidewa hapo kuna msiba, lakini mheshimiwa akaona ni vema akashiriki leo Ngosi. Kwa hiyo hii ni faraja ya pekee. Nikupongeze sana mheshimiwa mbunge. Mungu akubariki sana wewe pamoja na timu yako yote ulioambatana nayo. Nina nafasi ya kusema nikukaribishe sana uweze kusema machache pamoja na kuwashukuru na wale uliokuja nao. Karibu sana mheshimiwa mbunge. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mkakato, diwani wa kata Mtitu kule Kilolo mjini kule. Mimi ndio makamu wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kilolo. Nimeona huo msiba wa bibi niambatane na mheshimiwa mbunge kuja kuwafariji bila kuchukua muda mwingi. Naomba nimkaribishe mheshimiwa mbunge Dr. Rita Kabati kutoka jimbo la Kilolo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kamwene. Amen. Mabembo. Poleni sana. Nishukuru kanisa ambalo linafanya ibada katika msiba huu.
lakini nimekuja kama walivyosema waheshimiwa madiwani waliopita, tumekuja kwa ajili ya msiba wa mama yetu. Tulipewa taarifa, tunaye ndugu yetu ambaye ni mheshimiwa Nguvu, naye ni diwani mstaafu, amekuwa ni ndugu yetu. Kwa hiyo alitujulisha kwamba tunao msiba, tukaona na sisi tuje tujumuike na ninyi wenzetu. Poleni sana. Lakini duniani hapa tunapita tu. Wanasema hakuna mji udumuyo. Mama yetu tulimpenda sana, na siku zote tukiona jeneza hivi Mungu anatukumbusha kwamba kufa kupo. Na kama kufa kupo, kanisa linatuambia ni heri ukiishi maisha yako mazuri hapa duniani, ili unakokwenda ukapokelewe na Mwenyezi Mungu. Na siku zote tunafundisha kwamba tupendane, tuienda getela bayao. Kwa sababu hapa duniani tusipopendana unaweza ukamfanyia mwenzako mambo mabaya sana. Lakini tukipendana, tukaishi vizuri hapa duniani na tukajua kwamba hivi vyote vinapita tu, lakini mwisho wetu tunakwenda wapi? Tuifua hela. Kwa kweli hatutafanyiana mabaya, tutaendelea kutendeana mema ili tuishi kwa amani, tuishi kwa furaha, tukijua kwamba kufa kupo na sisi ni bora tukifanyiana mema hapa duniani, ili tukiondoka basi tukumbuke kwa mema tuliofanya. Ni heri wale wanaokumbuka kwa mema wanayofanya, ili wakifa wanakumbuka kwa mema kuliko ukakumbuka kwa mabaya. Nyela umuntu huyo afwe lakini ile hali havi jamani. Umuntu huyo hali muhatufunye. Umuntu huyo hali sijui nini. Lakini ukikumbukwa na mema siku zote, hata familia inaendelea kubarikiwa. Hata ukifa unaendelea kubarikiwa kizazi hadi kizazi. Lakini leo hii mimi niwashukuru kina mama nene, ni mama mwenyu. Nishirikisheni tu kwa mambo yote. Ninawashukuru mlituchagua mbunge, diwani, rais kwa kura nyingi. Na leo sasa tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo tushirikisheni kazi za kujenga taifa, kazi za misiba, sherehe zote tutakuwa pamoja. Lakini pia tumeambatana na mbunge mstaafu wa Kilolo, Venance Mwamoto. Basi baada ya hapo nishukuru sana mheshimiwa diwani kwa kunipa nafasi, lakini mimi tuko pamoja. Nitakuja siku nyingine kwa ajili ya kushukuru, lakini na kusema kwamba sasa Kilolo nisikilize changamoto na tunafanya nini, manake yako mengi na changamoto zilizopo kwenye kata hii ya Uambingeto na hapa Ngosi. Asante sana. Basi kila linalotendeka linalenga tu pale pale kwamba ni kutia faraja kwa familia na kwa wote tuliokuja hapa kuhuzunika na msiba huu. Japokuwa kifo hakizoeleki, lakini tunaamini siku moja mauti itashindwa pale Mwenyezi Mungu atakapojidhihirisha. Baada ya kusema hayo, basi nitambue uwepo wa watu kutoka sehemu mbalimbali, na nyie mko hapa kwa ajili ya kutia nini? Faraja. Kwa hiyo unapokuwa hapa, jua tu kilichokuleta hapa ni nini? Ni kutia faraja na kujiandaa kwamba ipo siku na sisi tutafika kuwa kimya ndani ya nyumba ya milele. Lakini mtia faraja mkubwa ni huyo aliyemsema mheshimiwa mbunge na wengine kwamba Mungu peke yake kupitia Yesu Kristo ndiye anayetia faraja ndani ya mioyo yetu. Baada ya kusema hayo, basi nimkaribisha mtumishi wa Bwana kwa ajili ya neno la faraja kwa sisi sote tuliokusanyika hapa. Basi ningekuomba, kwa sababu Mungu naye ana upendeleo. Hakuna cha kusema kwamba eti kuna jua. Sasa ameweka mwamvuli wake ili mtu akikaa kwenye kivuli yeye mwenyewe ajipende yake mwenyewe. Ungesogea eneo la tukio tujumuike wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na zile stories zingine si imekuaje, achana nazo, kwa sababu lengo ni kutia faraja kwenye msiba huu.
Karibu mtumishi wa Bwana kwa ajili ya neno la faraja. Mungu akubariki. Nichukue fursa hii kuwasalimu wote kwa jina la Bwana. Amen. Habarini ya mchana. Kamwene. Nichukue fursa hii pia kutoa pole sana kwa wakazi wa kijiji hiki cha Ngosi na kwa ndugu jamaa na marafiki waliofikwa na msiba huu, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kufiwa. Niseme poleni sana jamani, poleni sana. Asanteni. Mchana huu wa leo tumejihudhurisha hapa kwa ajili ya kumsindikiza huyu bibi katika nyumba yake mpaka ufufuo utakapotokea. Mara nyingi nimekuwa nikizika na wakati fulani ninaalikwa kuzika watu ambao siwafahamu. Moja ya vitu vinavyoweza vikafanya mtu akaomboleza sana ni pale ambapo yule aliyefariki anamfahamu na kwa karibu sana. Wengi ninaowazika mara nyingi siwafahamu, na hivyo hata nikiwa na majonzi ni kwa kiasi, kwa sababu ninaona jeneza. Ila leo ninazika yule ambaye ninamfahamu, hata mimi moyo wangu umeguswa sana. Lakini basi kwa sababu ya neno la Mungu ambalo linatufariji mchana huu wa leo, tutasoma ili liweze kutupatia nguvu. Ziko sababu kadhaa zinazofanya tuje katika msiba. Sababu mojawapo imesemwa sana ni kufariji na kutoa faraja kwa wale waliofiwa. Lakini sababu nyingine wenda hatuifahamu. Tunakuja ili kusikiliza historia. Katika historia ya mtu hapo tunajifunza. Kama kuna sehemu ambapo hatupaswi sana kupuuzia katika maisha haya ni wasifu wa mtu. Na tukisikiliza wasifu wa huyu bibi tunaona ya kwamba ni kama ameishi miaka 100. Na hilo litoshe basi kutufundisha mchana wa leo ya kwamba wewe utaishi miaka mingapi? Halo? Wewe utaishi miaka mingapi? Moja kati ya vitu vinavyoweza vikafanya tusiishi maisha marefu ni mtindo wa maisha. Unapoona huyu bibi ameishi miaka hii yote, yawezekana kuna mtindo wa maisha alioishi, mtindo uliompatia nguvu ya kuishi hata leo. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo vinaweza vikafanya tusiishi maisha marefu. Naomba nitaje moja. Halo? Ulanzi. Habari ya mchana. Jamani, habari ya mchana. Lazima hivyo vitu tukitoka hapa tuazimie kuacha kama tunahitaji kuishi maisha marefu, ili tuone wajukuu zetu na vitukuu waliosomwa wangapi? 60. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunajihudhurisha hapa ili tuhakikishe ya kwamba tunazika mwili huu, na hivyo ni waombe ya kwamba tuwe wavumilivu hata tutakapofikia malengo hayo. Mchana huu wa leo ni waalike tutazame mafungu kadhaa katika Biblia, tukianza na kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 na mstari wa 11. Tutaanzia mstari wa 10. Biblia inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Natamani neno hilo tulikazie sana. Asionekane kwako mtu yeyote yule anayebashiri, anayeloga na yule anayewaomba wafu. Asionekane. Kwa sababu neno la Mungu linasema asionekane mtu anayefanya hivyo. Nitoe wito kwa umati wote tuliojihudhurisha hapa ya kwamba
asionekane mtu anayemuomba wafu, hata anayewaombea wafu, hata huyu bibi asiombwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema hivyo. Nitawaeleza hapo baadaye kwa nini asionekane mtu anayefanya hayo. Katika kile kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 19 na aya ya 31, Biblia inasema, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi. Kwa maneno mengine, wala waganga msiwaendee. Mimi sio nabii, sijui nani kati yetu hapa anaenda kwa waganga, lakini ninachojua ni kwamba wanadamu wanaenda kwa waganga. Lakini kwa mujibu wa neno la Bwana, ninatangaza mchana wa leo wazi, Biblia inakataa asionekane mtu yeyote anayeenda kwa waganga wala anayeroga. Bwana asifiwe. Kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 18 na ule mstari wa 19, Biblia inasema, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Hivi je, ni salama twende kwa watu waliokufa kama bibi hapa kwa ajili ya watu walio hai? Je, tukamuulize huyu aliyekufa neno kwa ajili ya sisi tulio hai? Biblia inakataza. Fungu la 20 anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Biblia inasema ya kwamba mtu yeyote yule anayeenda kwa waganga na kwa wachawi, mtu yeyote yule atakayeenda kutafuta habari kwa waliokufa, hapana asubuhi kwake. Kwa maneno mengine, hatafanikiwa kabisa, kwa sababu anauliza neno kwa mtu asiyeweza kumjibu. Kwa nini nimesoma mafungu haya matatu? Naomba tusikilize katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ile ya 28 na mstari wa 3, Biblia inasema, basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemuombolezea na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Biblia inasema ya kwamba basi Samueli alikuwa amefariki dunia kama ambavyo huyu bibi amefariki. Baada ya kufariki, Biblia inasema Israeli wakamuombolezea kama ambavyo tunaomboleza sasa. Tena Biblia inaendelea kusema ya kwamba nao wakamzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Baada ya Samueli kufa, wakamuombolezea na wakamzika katika mji wake, kama ambavyo bibi leo anazikwa Ngosi. Samueli alizikwa Rama katika mji wake mwenyewe. Na sasa Biblia inasema ya kwamba baada ya kuwa amezikwa hivyo, neno la Mungu linaendelea kusema ya kwamba tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi katika nchi. Baada ya hapa, Sauli mfalme wa Israeli alikuwa amewaua wachawi wote na waganga na wanaobashiri wote, alikuwa amewaua katika nchi. Lakini mara baada ya huyu kufa, Biblia inaendelea kusema maneno haya katika fungu la 7. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi
Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakaye mtaja kwako. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba baada ya Samuel kuwa amefariki dunia, amezikwa, wamemuombolezea, na mfalme Sauli akawaua wote waliokuwa katika kundi hili la wachawi na waganga na wanaobashiri. Biblia inasema baada ya hapo vita vikatokea baina yake yeye na taifa la Wafilisti. Na mara baada ya vita hivi kutokea, akaogopa ya kwamba atashindwa vita. Badala ya kumuuliza Mungu wa mbinguni, akasema ya kwamba nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Kwa lugha nyingine, nitafutieni anayeagua, nitafutieni yule anayeweza kuwapandisha wafu, nitafutieni yule ambaye ni msihiri, ili niende nikaulize kwake. Na ndipo watumishi wake wakamshauri na kumwambia ya kwamba yuko mwanamke mmoja kule Endori. Huyu mwanamke ni mtaalamu wa kupandisha watu, anaweza akawazusha waliokufa wakaja wakazungumza nasi. Na mara baada ya kufanya hivi, wakaenda wakafika huko kwa huyu mwanamke, na huyu mwanamke akawapandishia mzuka wa Samueli na akamuuliza swali. Sasa katika fungu la 14 Biblia inasema, naye akamuuliza ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi akasujudia. Biblia inasema ya kwamba Samuel amekufa, amefariki dunia, amezikwa. Sauli ana vita. Katika vita hivi hamuulizi Mungu, anaenda kwa mganga mwenye pepo, na yule mganga anampandisha mzimu ama mzuka wa Samueli. Na Sauli anapomuona anainama na kumsujudia. Kumbe Biblia ilikuwa inakataza ya kwamba wachawi wasionekane, waganga wasiishi katika nchi, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba hawa wachawi na wenye pepo kazi yao moja, ni mawakala wa kupandisha waliokufa warudi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba hao wasionekane, hao wasiachwe kuishi, kwa sababu wao ni mawakala wa kuambia watu ya kwamba mtu afi kabisa. Ndio maana walikuwa wakiuawa katika Israeli. Kwa nini basi hao waganga na wachawi wanafanya kazi isiyo halali? Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na aya ya 5. Mhubiri 9 na aya ya 5, Biblia inasema ya kwamba, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Walio hai wanajua ya kuwa watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Walio hai, mimi na wewe, tunajua ya kuwa tutakufa siku moja, lakini huyu bibi aliyelala hajui neno lolote. Na hivyo kwenda kumuomba au kwenda kwa mganga ili akampandishe, kwa sababu ameishi miaka 100, ili uweze kuzungumza naye, ni kupoteza muda. Biblia inasema ya kwamba hapana asubuhi kwa yule anayefanya hivyo. Hivyo nipende kutangaza katika mkutano huu mchana wa leo ya kwamba waliokufa hawajui neno lolote. Bwana asifiwe. Na hivyo sio vizuri kuwaomba, wala sio vizuri kuwaombea, wala sio vizuri kutafuta mashauri kutoka kwao, kwa sababu hawajui neno lolote. Hata katika familia hii ya huyu bibi, nimesikia bibi ameacha vitukuu 60. Asitokee kitukuu yeyote yule analia, kumbe ni mgonjwa tu. Mnasema huyu analilia jina la huyu bibi. Sasa bibi kajuaje ya kwamba kuna kitukuu mwingine amezaliwa? Maana Biblia inasema wafu hawajui neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona kitukuu mwingine analia, tafuteni suluhisho kule hospitali.
lakini si kudai kwamba analilia jina la bibi huyu. Huko ni kupoteza muda. Jamani, walio hai wanajua watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote. Hivi ndivyo Biblia inavyotuambia. Sasa hawa waliokufa hatima yao ni nini? Hawa waliokufa hatima yao ni nini? Hebu tuulize Biblia iweze kutupa majibu kadhaa ya kwamba hawa waliokufa sasa wanakwenda wapi. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15, tutasoma aya ya 35. Biblia inasema, lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Fungu la 36, ewe mpumbavu, uipandayo haiuki isipokufa, nayo uipandayo huupandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ngano au nyingine. Lakini Mungu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Wapendwa, Biblia inatuambia ya kwamba kuna siku Yesu atakaporudi tena mara ya pili, ndipo parapanda itakapolia, na parapanda itakapolia, wale wote waliokufa wakimwamini Yesu, wale waliokufa wakiwa wanaishi maisha mema walipokuwa hai, hao watafufuliwa ili waweze kumlaki Yesu hewani. Nitumie fursa hii kutangaza kwa mkutano huu ya kwamba kila mtu aishi maisha yanayomcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atafute kuishi maisha ya utauwa. Usifanye kitu ambacho wewe hupendi kufanyiwa. Kila mtu anapenda kufanyiwa lililo jema. Hata mwizi anachukia akiibiwa pia. Kanuni ya kutenda mema na kumwamini Yesu imo ndani ya mioyo yetu. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu na kumwamini Yesu ambaye yeye alishinda mauti. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kuna watu ambao wana mashaka sana na ufufuo. Hawaamini ya kwamba wafu watafufuliwa. Siku moja nilikuwa nikizungumza na daktari mmoja, daktari kwa maana msomi, ananiambia mimi siamini kabisa ya kwamba iko siku maisha yatabadilika katika dunia hii na kwamba Yesu atarudi. Ila naenda kanisani, alikuwa Mkatoliki, samani kutaja hilo. Lakini anasema mimi naenda tu kanisani, sadaka natoa, ila hicho kitu sikiamini. Na wengine walikuwa wakijiuliza maswali wakati Paulo akihubiri kule Korinto ya kwamba sasa kama wafu wanafufuliwa, wanafufuliwaje? Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 aya ya 35, Paulo alijibu akisema, lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Fungu la 36 akatumia lugha ngumu, anasema, ewe mpumbavu, uipandayo haiuki isipokufa. Jamani, mbegu tunapanda. Ufufuo tuweza kueleza tu kwa mfano wa mbegu. Unapopanda mbegu, mbegu unaiweka ardhini ikiwa ni tofauti kabisa. Lakini mbegu hiyo inapopata unyevu na mwanga na vingine vile vinavyohitajika, mbegu ile inachipuka, inaota, inakuja kwa namna nyingine sana. Na kila mtu anashangaa. Paulo anatumia mfano wa mbegu inayoota kueleza ufufuo. Anasema ya kwamba uipandayo haiuki isipokufa, ili ile unayoipanda iweze kuishwa, iweze kutoka katika hali nzuri, ni lazima ife kwanza. Bwana asifiwe. Kwa mfano wa mbegu, mfano mwepesi sana, wanangosi wanaelewa, tuamini ya kwamba kuna ufufuo. Ya kwamba huyu bibi leo anazikwa hivi, lakini wale wanaomwamini Yesu watafufuka wakiwa na miili mingine tena. Bwana asifiwe. Ni miili isiyokufa, miili isiyoharibika. Hivi ndivyo ambavyo Paulo alielezea ufufuo, nami ninapenda niwasilishe hilo kwenu katika mchana wa leo. Katika fungu la 42 anasema, kadhalika na kiyama ya wafu
Upandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Ndiyo mfano wa ufufuo kwa kila mtu anayemwamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Mwisho, katika kitabu cha Yohana sura ya 11. Yohana 11 na aya ya 25. Biblia inasema maneno haya. Yohana 11:25, Biblia inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Katika sura ya Yohana sura ya 11, Biblia inaeleza ya kwamba Yesu alimfufua rafiki yake aitwaye Lazaro, ambaye alikuwa akiishi Bethania, baada ya kufa na kuzikwa kaburini kwa muda wa siku 4 akiwa kaburini. Na kwa sababu Yesu alimfufua Lazaro, siku hiyo alitangaza tena ya kwamba yeye ni ufufuo na uzima. Kila anayemwamini Yesu, ajapokufa atakuwa anaishi. Si kama huyu anaishi, hapana, amekufa na waliokufa wajui neno lolote, ila kila anayemwamini Yesu, siku Yesu anaporudi atamfufua tena. Na kwa sababu kuna tumaini la ufufuo, ijapo tunaomboleza, hatupaswi kuomboleza kupitiliza kana kwamba huyu bibi amepotea kabisa. Tuamini ya kwamba atafufuka tena. Na sisi tulio hai, Mungu atusaidie kuishi maisha matakatifu na kumwamini Yesu, ili tujapokufa, na hata kama hatutakufa hata siku hiyo Yesu anaporudi, lakini tumlaki kwa furaha tukisema ya kwamba, tazama huyu ndiye Bwana tuliyemngoja atuchukue. Wale wasiomwamini Yesu, siku Yesu akija watakimbia, wataiomba milima iwaangukie na kuwasitiri. Lakini wale wote wanaomwamini Yesu, siku Yesu akija watashangilia, na miili yao itavishwa kutokufa, wataishi milele na milele pasipokufa tena. Kila mtu anayemwamini Yesu hatapotea hata mmoja, maana Mungu alimtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jiulize hapo ulipokaa, uliposimama, unamwamini Yesu? Je, unaijua tabia yake? Na je, unaijua kweli yake? Maana kumwamini Yesu huambatana na kupokea kweli za neno lake katika Biblia. Mungu atusaidie tukiwa hai, atusaidie kuzihesabu siku zetu, ili siku anaporudi wote tumlaki mawinguni. Mungu atubariki mchana huu leo, aendelee kutupa faraja na nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Basi niwaalike tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako mchana wa leo. Asante kwa sababu umetufunulia neno lako ya kwamba waliokufa hawajui neno lolote. Na asante kwa sababu umetufunulia ya kwamba waganga na wachawi na wasihiri ni mawakala wa shetani wanaoendeleza uongo ya kwamba mtu aliyekufa hanaweza akaishi. Hata tunaweza tukamwendea na kuzungumza naye. Kwa sababu umetufunulia ukweli huo, ninaomba ya kwamba kila mtu aliyefika katika msiba huu msaidie kupokea ukweli huo, ya kwamba waliokufa hawajui chochote, na kwamba waganga wamedanganya watu tu, hawajui kitu chochote. Tusaidie kupokea ukweli huu, tusaidie kukuchagua Yesu. Ninaomba kwa namna ya pekee ulete faraja kwa wote waliofiwa. Na katika zoezi lilo mbele yetu, tunapoenda makaburini kwa ajili ya kuzika, tuwaomba nguvu yako iwe nasi na neema yako. Ninaomba kwa ajili ya mkutano huu ya kwamba wote tuliosikia neno hili tusaidie kuamini maneno haya na kukuchagua, ili ujapo wote tukulaki mawinguni. Ndivyo tuombavyo tukiamini kwa jina la Yesu. Amina. Asante sana. Na hiyo ndio faraja kutoka kwenye neno la Mungu kupitia mtumishi wake Pastor. Mungu akubariki sana.
Na msikilizaji, Mungu akubariki sana kwa kusikia kwa makini neno linalotia faraja ndani ya mioyo yetu. Na utaratibu uliopo ni kwa ajili ya kuaga. Na mwongozo huko hivi. Hapa mbele yetu muda ulivyo tutupa mkono, tutegemea kwamba baadhi ya shughuli ziwe zimeshaisha. Sasa kuna matukio kadhaa machache yatakayofanyika kule makaburini, lakini mengi tunayamaliza hapa. Hivi ndio tunamaliza. Kwa hiyo matangazo ya serikali yatatangazwa wapi? Makaburini pamoja na michango. Lakini mtoa shukrani nimkaribisha haja atoa shukrani sasa hivi, na baadaye wakati wa akina mama mkijipanga kupita kuaga, na baada ya hapo zikisha shukrani basi tutaelekea makaburini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtoa shukrani tunamwomba asogee hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaykum. Zangu kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya wajukuu wale 60 waliotajwa hapa, kwa niaba ya ndugu zangu wote kina upande wa kina Mbena na upande wa kina Mgaya, nimepewa nafasi hii kuweza kutoa shukrani za dhati kabisa kwa hizo zote ambazo ziko hapa. Sidhani kama nitafanikiwa kutoa shukrani kwa mtu mmoja mmoja, lakini labda nitoe shukrani kwa makundi. Labda nijitambulishe kwa wale ambao pengine wangetamani kunifahamu. Mimi langu jina naitwa Nguvu Edward Mwamoto Chengula. Utajiuliza kwa nini Mwamoto? Na ndio maana kina familia kina Mwamoto iko hapa. Mimi pia ni miongoni mwa watoto waliorithiwa na familia ya kina Mwamoto, na hivyo sasa nasomeka kama Nguvu Edward Mwamoto Chengula. Kwa undani zaidi tutanitafuta kwa nafasi yako niweze kueleza kwa nini kina Mwamoto. Nichukue nafasi ya pekee nikumshukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji kwa ushirikiano mkubwa ambao ametupatia sisi ambao tumefika na msiba huu mkubwa tangu alipopokea msiba huu siku ya Alhamisi wiki hii iliyopita. Kwa kweli ameendelea kuwa pamoja na familia mpaka hivi leo yuko hapa akaendelea kutupatia faraja pekee na kuhakikisha kwamba mwili wa mpendo wetu unazikwa mahali husika. Lakini pia kwa niaba ya familia nichukue nafasi kuwashukuruni sana familia kina Mgata wenzetu ambao marehemu huu msiba ulipatikana kwake. Sababu yetu huyu Elizabeth alikuwa anaishi hapa, lakini alipoanza kuugua nyakati za mwisho aliamua kuhamia kwa binti yake ambaye yeye kwenye familia kina Mgata. Kwa hiyo tunachukua nafasi kumshukuru sana mzee wetu mzee Mgata huyu ambaye yeye amepokea msiba huu na ameendelea kuwa na msiba pale nyumbani kwa takribani kama siku 3. Tunakushukuru sana mzee kwa wema huo. Pia nawashukuru sana ndugu zangu wananchi wote wa Mosi. Msiba kukaa siku 3 mpaka 4, lakini watu mkajaa kama hivi. Hii inatupa fundisho kubwa sisi kama familia kwamba mnao upendo mkubwa nasi. Ungeweza kuendelea na shughuli zingine kwa sababu msiba umechukua muda mrefu, lakini mara tulipotangaza kwamba sasa tunahama kutoka kwa Mgata tunakuja hapa, mmeongozana pamoja nasi na hatimaye imekuja kujaa hapa nyumbani kwa Elizabeth. Kwa kweli kwa niaba ya familia tunawashukuru sana 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 sana. Lakini niwashukuru sana wale ambao wametukimbia kaburi letu pale juu. Wale kaburi lilikuwa katika mazingira magumu, changalawe ilikuwa ngumu, lakini hawakuvunjika moyo, wamejitahidi kuchimba kwa kadiri walivyoweza mpaka ile nyumba ikiweza kukamilika. Sisi hatuna la kuwalipeni. Tunawashukuruni sana tena sana. Niwashukuru pia wale ambao wametoka mbali, watu wametoka Mlangali kule.
wakiongozwa na ndugu yetu Dennis pamoja na Witus na yule nimewaona hapa. Nachukua nafasi pekee kuwashukuruni sana kwa upendo huo mkubwa. Ninajua kule Mlangali mmetoka, tumefiwa na kaka yetu mpendwa Gil Tobias Chengula ambaye ni kakaangu kabisa mimi, lakini mmeamua muache kule tuzike kesho, lakini muje hapa tuweze kumzika bibi yetu. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa upendo huo. Lakini pia niwashukuru wengine ambao wametoka sehemu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mheshimiwa mbunge. Ninajua majukumu yako yalivyo mengi. Tangu ulipoapishwa nimekuona tayari umeshaanza kuchapa kazi hapa jimboni Kilolo. Lakini leo ukaamua uahirishe mambo mengine yote uweze kunikimbilia mimi, ndugu yako, mwamoto mwenzako, uko na lazima uje hapa. Na kushukuru sana sana sana. Sikuwa nimetegemea kwa majukumu yako kama ungeweza kuacha ratiba zingine uweze kuja kutufariji. Kwa kweli mimi naamini Wanang'osi kama watu walokuchagua na wenyewe wamefarijika sana kuweza kukuona hapa. Kimsingi niseme nawashukuru sana sana. Nawashukuru sana mdogo wangu na wajukuu wengine walioko hapa. Waliponijuza juu ya habari kifo chake tulianza kujadiliana kwenye simu, lakini wao wametekeleza kama ambavyo tulikuwa tunakubaliana na hatimaye mambo yameweza kuwa mazuri. Mheshimiwa Tito, kwa niaba ya wadogo zangu wengine wote naomba kukushukuru sana. Makuli sasa umeanza kuwa mtu mkubwa. Maana mwanzo ulikuwa unajua una kaka, lakini sasa najivunia hata kama nikiwa sipo ninaamini mambo yataweza kwenda. Kwa nawashukuru sana sana sana. Mpe pole sana mjomba wangu Stefano ambao uko hapa. Ninajua sasa ukiwa ndio umekupata kweli kweli. Ujivunia kama unaye mama na sasa uko peke yako. Lakini ujipe moyo kwamba hauko peke yako. Sisi wajukuu 60 tutabaki na wewe mama. Hatutakuacha. Bado ungali kama sisi. Tuendelee kukumbatia kama mjomba wetu. Bwana, kusema maneno haya niwaombe tena ndugu zangu, mabibi na mabwana mliopo hapa, tuongozane tena kwa pamoja kwa utaratibu tukamhifadhi bibi yetu huyu. Bibi ambaye alipoolewa tu mwaka 45 baba yangu mzazi alikuwa anazaliwa. Ukiwaambia kama mama ana miaka 100 lazima uamini. Mwana mwaka wa 1945 baba yangu mzazi mimi anazaliwa. Lakini bibi yangu Eliza ndio anaolewa. Kwa kweli kuisha ameishi sana. Na bibi ninaweza nikaondoa bibi ni kama mama. Sababu amenilea sana wakati nyumba ilikuwa hapa. Amenilea mpaka natoa kwenda kujitegemea kutafuta maisha, nimetoka mikononi mwake. Amenilea mimi pamoja na mama yangu. Ndio maana mama yangu pia amezikwa kwenye uwanja wao, sio kwenye uwanja wa baba yangu. Kwa amemlea mama, amenilea na mimi. Kwa kweli kuondokewa na Eliza nimeguswa sana sana sana. Lakini kuna wakati nasema wacha tu iwe imetosha, kwa sababu amekaa sana, ameumwa sana, na kuumwa kwake alikuwa anaumwa kama mwishoni hapa karibu kila sehemu. Watu wa shinikizo ndio kama vidole, miguu, shingo. Yaani ukimuuliza mpaka anasema nywele zinauma. Kwa sababu nafikiri uzee sasa ulianza kumkimbilia sana. Ningeweza kusema maneno mengi sana sana sana. Leo kusema na washukuruni sana. Mwisho nimalizie mchungaji kwa neno lako takatifu ambalo umetupatia hapa. Mimi limenifundisha, ninaamini limewafundisha na watu wengine. Tukuahidi hatutakwenda kuuliza swali kwa bibi tena. Kwa kuwa umetufunga mdomo na umefunga na miguu, hakuna kwenda, maana yeye hana kauli, hajui neno lolote. Ndio maneno hayo nisema asanteni sana na Mungu atubariki sote. Mungu abariki pia. Asante sana. Baada ya maneno hayo yenye faraja, basi tuzingatie maelekezo haya kwamba tunaposema kuaga mwili sio kwamba utasemezana naye, lakini kitendo tu cha kupita kuona picha yake basi ndio tunaelekea makaburini. Zoezi watu tuko wengi, tulifanya kwa utaratibu na kwa kuokoa muda. Nimesema watatangulia akina mama, akina baba watabaki nyuma, lakini mwisho vijana ndio watabaki kutia nguvu zoezi la kuweka kwenye chombo cha usafiri mwili wa bibi yetu. Basi baada ya kusema hayo, utaratibu ufuatwe. Asanteni sana, niwashukuru kwa kuwa makini kwa ajili ya yote yaliyotangulia. Mungu awabariki sana. Basi niombe akina mama mwanze zoezi ili kusudi tuwahi.
Basi nimkabidhi mwongoza taratibu aweze kuendelea Bwana Corrado. Karibu ndugu. Asante, naomba gari jeusi ambalo liko karibu na mti pale lisogee jirani. Wakati huo wa mama, naomba mnaangalia picha ili kwenda makaburini. Karibuni. Utaratibu wetu, mnazunguka hivi, mnaangalia picha, alafu mnaelekea makaburini. Karibuni wa mama, mwanze. Baada ya hapo, naomba baba waanze wakiongozwa na Bwana Felius pamoja na ndugu zake, wafuate nyuma waage, alafu tuelekee makaburini. Ni muda ambao tutaenda makaburini kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu Elizabeth Mwahamvena. Niombe vijana sasa mje kwa ajili ya mama unahusika jikoni, tafadhali usitoroke, uache wenzio wanapika. Wamama naomba tafadhali, jikoni bado kunahitajika kupika, na vijana mtakapochaguliwa kwa ajili ya kupakua chakula usianze kusita. Naomba mwili wa marehemu Elizabeth tupeleke katika gari ambalo yeye litasaidia kuhifadhi mwili wake kule makaburini. Wamama tafadhali, wale ambao wanahusika jikoni tunaomba usaidizi. Wale vijana tunaomba waje jikoni kwa ajili ya mambo mengine.